Bwana akasema, maelfu ya watu walipokuwa wanamsikiliza, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genezareti. Ziwa au bahari, mtu aliyezama duniani maana yake amezama baharini. Ni dunia. Samaki ni wanadamu wamezama baharini, ziwani. Kukaa kando maana yake umeiacha dunia, umeacha kuzama humo, kuzamika umekukimbia. Yesu alisimama kando ya kuzama ili awape mfano wanadamu wasiingilie kazi ya Mungu pamoja na kuzama duniani, ili uyaone yaliyomo duniani ukapate kuvaa misuti. Bila misuti huwezi kuhubiri. Bila kupata pesa ya nauli huwezi kwenda. Yale yote ni ya ulimwengu, ni majaliwa tu. Bwana atayatoa baadaye kwa wakati utakapofika. Yakifika yapokee. Hajafika usiyatafute kwa nguvu. Tafuta kwanza roho za watu umpendeze Mungu. Wala usitafute kwamba mpaka nipate speaker. Nani aliyeitwa pamoja na speaker? Neno speaker tulifutilie mbali. Limelemaza wahubiri wengi. Kupata kwanza speaker ndipo aanze kuhubiri, no. Nasemea upande wangu, sijivuni. Natoa ushuhuda Mungu alivyonisaidia mimi binafsi. Kinipeleka kwamba Moses kula anajivuna, mimi sina hilo. Nilikaa miaka 17 na hubiri kwa kinywa. Miaka 17. Baadaye nikaja kupata kabesa ni kadogo kuliko zile besa ni kubwa. Maiki yake ni ya kuweka hapa kama ubao, nikawa nakatupa hapo na hubiri kwa kinywa. Kadogo sana nakaweka mbele hivi, wala kule hawasikii. Hata hivyo nilivumiliana nako kwa watu wachache kwa miaka 2. Nikaja kupata besa ni moja kubwa kidogo. Sasa nilikaa nayo miaka 5. Ndipo nikapata speaker kutokana na mtu huyu kutoka Tukuyu, watts 30. Nikasema imetosha. Ihimidiwe jina la Mungu Baba, na Mungu ataviponya hivyo havitakufa haraka.